Msikilizaji wa ZBC popote pale ulipo na kukaribisha katika kipindi cha habari za Mawio. Leo Jumanne tarehe 23 Disemba, sawa na mwezi pili Rajab. Wa kukuunganisha na waandishi wetu ni mimi mtangazaji wako Aziza Hassan. Msimamizi wa kipindi ni Msham Juma. Miongoni mwa habari tulizonazo asubuhi hii: mtoto wa miaka 14 amefariki dunia baada ya kuzama kwenye bwawa la maji. Ni wapi huko? Na kusiungane nasi. Na sasa moja kwa moja tunakianza kipindi chetu kwa taarifa yake Jumature. Mbaruku Musa Marenda mwenye umri wa miaka 32, mkaazi wa Pwani Mchangani, juzi usiku aliwahishwa hospitali ya wilaya Mwarapongwe kutibiwa kutokana na majeraha aliyoyapata baada ya kushambuliwa kwa kitu chenye ncha kali majira ya saa 4 za usiku huko maeneo ya Dunga Juba la Mawe, shehia ya Dunga Kiembeni, akitoka kwenye starehe. Dr. Zakaria Kombo Hamadi wa kitengo cha matibabu ya dharura hospitali ya wilaya Mwarapongwe ameeleza walivyompokea majeruhi huyo. Mnamo tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka 2025 majira ya saa 9 za usiku tulimpokea majeruhi Mbaruku Suleiman Marinda. Wakati tunampokea alikuwa amepoteza fahamu akiwa na majeraha sehemu za kichwani na mikononi. Baada ya kupatiwa huduma ya kwanza, hali yake ilikaa sawa na kuruhusiwa kurudi nyumbani. Muhamadi Hamisi Kibula umaarufu Chita, mjumbe wa shehia ya Dunga Kiembeni katika eneo hilo, ameeleza kupata taarifa ya tukio hilo. Nimejaribu kulifuatilia tukio kweli limetendeka. Kweli matokeo haya ni kero kwa upande wa kwetu sisi, na kipindi cha nyuma tulikula chupa. Matokeo yake starehe, mwisho wake ni hasara. Sasa pengine kapoteza mpaka pesa starehe, wengine wanasema ni gharama, yeye kaja kuzinunua huku. Kwa maana hiyo tukae tujielewe. Tukio hilo limeripotiwa kituo cha polisi Dunga. Nikiripoti habari za Mawio, ni mimi Jumature. Bwawa la maji lapoteza uhai wa mtoto wa umri wa miaka 14 huko Matetema. Tujiunge na Amina Suleiman. Mtoto wa kiume anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 14 jana ameaga dunia baada ya kuzama katika bwawa la maji lililopo Matetema, wilaya ya Kaskazini B. Pande Hamdani Ahmad, sheha wa Matetema, ameeleza kilichojiri katika tukio hilo. Huyu mtoto alikuja na wenzake kutoka Kazole Cairo kule kwa ajili ya kuja kukoga, lakini yeye ndo amemkuta maafa hayo, hajui kuogolea. Jina lake anaitwa Abdullahi Chumu Kikumba, ana miaka 14, ni mwanafunzi wa skuli ya Kidoti. Amezama muda wa saa 9 hivi. Kwa bahati nzuri wananchi wa pale walifanya utaratibu wa kumtoa, lakini baada ya kumweka juu tena kisha fariki. Wamempata kama muda saa 10, na tulichokifanya sisi ni kumpigia simu OCD ili afanye utaratibu kutuletea gari, na tumeletewa gari na tukamchukua tukampeleka hospitali. Daktari Mariam Mohamed kutoka hospitali ya wilaya Pangatupu amethibitishia Mawio kupokelewa kwa mwili wa marehemu mtoto Abdullahi. Tumempokea, alikuwa amefariki tayari, alizama kwenye hilo la Matetema, na baada ya taratibu za uchunguzi wa kitabibu kukamilika, marehemu alikabidhiwa kwa wanafamilia kwa ajili ya taratibu za mazishi. Kutoka Matetema, wilaya ya Kaskazini B, Amina Suleiman na habari za Mawio. Mwingine ameokolewa baada ya kuzama baharini huko Forodhani. Tujiunge na Siajabu Abdallah. Kikosi cha zimamoto na uokozi Zanzibar jana kimefanikiwa kuopoa mwili wa marehemu Nasir Saif mwenye umri wa miaka 23, mkazi wa Kisauni, aliyezama siku ya Jumapili ya tarehe 21 mwezi huu katika bahari ya Forodhani mkabala na hoteli ya Park Hyatt alipokwenda kuogelea. Mkuu wa kikosi hicho, kamishna msaidizi Haji Pando Hamadi, anaeleza jitihada zilizotumika kuupata mwili huo. Siku ya Jumapili ya tarehe 21 mwezi wa 12 2025 na majira ya saa 1 za usiku, kikosi cha zimamoto na uokozi makao makuu kilipokea taarifa kwamba maeneo ya Forodhani kuna kijana amezama, na kweli kufika mtu huyo bado yumo ndani ya bahari chini kabisa. Majira ya saa 2:10 usiku tulianza zoezi la kumtafuta kijana wetu huyo. Fika mnamo majira ya saa 3:30 za usiku tulisitisha zoezi hilo kutokana na hali haikuwa rafiki kwa muda huo. Siku ya Jumatatu turejea tena mnamo majira ya saa 11:30 za alfajiri tulifika eneo hilo kumtafuta kijana wetu huyo. Majira ya saa 2:05 za asubuhi tuliweza kufanikiwa kumwokoa ndugu Nase, na muda huo tukaweza kuwakabidhi wenzetu wa jeshi la polisi. Maelezo kutoka kwa Dr. Wazamu hospitali ya Lumumba, kijana huyo Nase
tayari alikuwa amekwisha kuaga dunia. Kufuatia matukio ya kuzama kwa watu katika bahari ya Forodhani, Sheha wa Shangani Khatib Munyisimai hakuacha kutoa neno kwa jamii. Kipindi cha mwandamisho wa mwezi, maji yanakuwa yana nguvu sana baharini, force of gravity inakuwa kubwa sana, bahari inakuwa inachemka sana. Madhali hizo, wananchi wawe na tahadhari sana kwa watoto kufika kucheza maeneo hayo ya hatari, hasa eneo la nyuma la hoteli Hayat. Kuna kina kikubwa sana kwenda chini cha maji. Nikiripoti kutoka Forodhani, wilaya Mjini, mkoa Mjini Magharibi, Siajabu Abdallah, habari za Mawio. Ajali ya bodaboda nayo yasababisha mauti ya Bi Zuena mwenye umri wa miaka 61 huko Mwanakwerekwe. Khadija Isa ana taarifa kwa undani. Zuena Hamisi Suleiman mwenye umri wa miaka 61 amefariki dunia hospitali ya Lumumba wakati akiendelea na matibabu baada ya kupata ajali ya kugongwa na pikipiki ambaye haikujulikana namba za usajili iliyokuwa ikiendeshwa na Twahir Hamisi Ali, mkazi wa Mwera Milisita. Awali mpatwa na ajali hiyo alifikishwa hospitali ya Mirapongwe kama anavyoeleza Daktari Saidi Abdullah Ali wa kitengo cha dharura hospitalini hapo. Tarehe 21 mwezi wa 12 2025 mnamo majira ya saa 2:30 usiku tulipokea majeruhi Zuena Hamisi Suleiman ambaye amehusishwa na ajali wakati yeye akiwa ni mtembea kwa miguu. Baada ya vipimo na uchunguzi akaonekana amepata shida kwenye tumbo, ameumia kwa ndani. Kwa hiyo tukamrifaa kwenda Lumumba kwa ajili ya matibabu zaidi na uchunguzi zaidi. Idi Abdallah Hatibu ambaye ni mtoto wa marehemu Zuena anaeleza jinsi alivyopata taarifa ya tukio hilo. Hii taarifa ilikuwa ni mida ya saa 1, anatoka zake Kwerekwe anarejea nyumbani. Kufika maeneo ya Haibari akashuka daladala, alikuwa anavuka njia. Mashuhuda waliokuwa pale walisema kama vilipita vyombo vya rangi mawili, yani ni bodaboda vilipita pili. Sasa vile tena na ule ndo mzee alikuwa kashindoka soma kazisubiriza zipite, na yeye ndo anataka kuvuka, ile nyingine hajaiona ndo akaingia barabarani. Simaye ndo akakumia pembeni kwenye chombo. Post ndo alikuwa tuko nyumbani tu hapo kwa pembeni, walipata taarifa fika pale kwenye tukio mkopo, kwa sababu alikuwa na askari pale. Ukivuka daraja tunatumia dunga. Kaka akatambia kama usubiri tupate ile testiri, ndipo mndani nikamwambia wale alikuwa na service kusubiri hiyo itapata baadaye. Kwa hiyo akaturuhusu ende. Nikiripoti kwa habari za Mawio ni mimi Khadija Isa. Aliyembaka mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 16 huko Pemba amepelekwa rumande. Tujiunge na Hassan Msele. Mahakama maalum ya kupambana na makosa ya udhalilishaji mkoa wa Kaskazini Pemba Wete jana tarehe 22 mwezi wa 12 mwaka 2025 imempeleka rumande Sefu Mohamed Mselem mwenye umri wa miaka 33 mkazi wa Kipangani kwa tuhuma za kutenda kosa la ubakaji. Mbele ya hakimu Zuena Mohamed Abdul Qadir imeelezwa na mwendesha mashtaka Zuberi Awamu Zuberi kuwa tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2025 na tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2025 kwa nyakati tofauti huko Kipangani Wete mkoa wa Kaskazini Pemba alimbaka msichana mwenye umri wa miaka 17, jina limehifadhiwa, jambo ambalo ni kosa kisheria kinyume na kifungu cha 108(1)(2) na 109(1) sheria ya adhabu nambari 6 ya mwaka 2018 sheria ya Zanzibar. Mshtakiwa alikataa kutenda kosa hilo, na kwa vile makosa hayo hayana dhamana, mahakama imeamuru mshtakiwa huyo kwenda rumande hadi tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2025 kwa ajili ya kusikiliza ushahidi. Kutoka mahakama maalum ya kupambana na makosa ya udhalilishaji mkoa wa Kaskazini Pemba Wete, mimi ni Hassan Mselem. Binti wa miaka 17 Khairati Hamisi anadaiwa kunywa sumu ya panya. Sababu ya hilo ni nini? Huyu hapa Mwanaisha Bakari. Khairati Maulidi Isa mwenye umri wa miaka 17 mkazi wa Sogea, juzi majira saa 12 jioni ilibidi awahishwe katika hospitali ya wilaya Jitimai ili kuokoa uhai wake baada ya kudaiwa kunywa sumu ya panya. Huyo amezungumza na mjomba wa Khairati, anaeleza ilivyokuwa. Tumekaa kifamili tunapanga masuala ya shughuli, lakini ndugu zake wengine anasikia harufu ya kama dawa ya panya na nuka hivi katika kikao huko mjini, wako chumbani. Atakapoingia mbele chumbani anakuta ambia fulani anatapika, na ndo yeye kwenda pale kuongea ni kweli, kachukua chakula katia sumu kakoroga kala. Hatuna tunachokielewa nini dhamira yake na nini lengo lake, hatuwezi kujua mpaka sasa hivi. Kwa hiyo yeye mwenyewe huyo kashapata akili zake timamu, atazungumza kilichomsibu atakafanya. Pia wazee hatujui kitu kusema kweli, kwa sababu kinachomkwaza mtu ni kitu kidogo sana. Unaona mtu kumwambia kitu cha kawaida, kumbe hiki kimemkwaza na nafsi yake. Kwa hiyo hapo hatujui huyo hospitalini hapo na hali yake inavyoendelea. Mida saa 1:30
siku tulipokea mgonjwa binti anaitwa Khairat Hamisi, miaka 17, analalamika maumivu za tumbo na alikuwa ametapika mara moja nyumbani. Kufika hapo kuongea na daktari, wakati wa kujielezea alisema alimeza sumu kwa njia ya kuchanganya kwenye chakula, na baada ya nusu saa ya hiyo akaanza kupata maumivu makali za tumbo. Kufika vipimo ya moyo, mapigo ya moyo, kila kitu kilikuwa salama. Tumbo ilichunguzwa, ilikuwa vizuri, na vipimo vya damu za awali pia zilikuwa hazionyesha matatizo yote. Akapewa dawa za maumivu na dripu ili kufanya uchunguzi na uangalizi wa karibu. Alipangwa kubaki na kulaza wodini ili aendelee na uangalizi. Sasa hivi ndio wodini anaendelea vizuri na tunaendelea kuchunguza masaa 12 baada ya tukio linaloendelea. Wakati Mawio inatuma taarifa hii, chanzo cha tukio hilo bado hakijajulikana. Nikiripoti kwa habari za Mawio ni mimi Mwanaisha Bakari. Hukumu ya kifungo cha miaka 6 jela imemwajibikia kijana Yunus Suleiman Haji mwenye umri wa miaka 25 kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Salma Khamisi na taarifa zaidi. Hukumu ya kifungo cha miaka 6 iliyotolewa jana na mahakama ya mkoa wa Mjini Magharibi Mazizini imemshukia kijana Yunus Suleiman Haji maarufu Kompoza mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa Mombe Makumbi, kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Mbele ya hakimu Yahya Usiahya, imeelezwa na mwendesha mashtaka wa serikali Muzne Suleiman kwamba mshtakiwa huyo tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka 2025 saa 7 usiku huko Mombe Makumbi, wilaya ya Mjini, aliiba simu ndogo ya Tecno na simu kubwa aina ya Infinix, simu zote zikiwa na thamani ya shilingi 580,000 na pesa taslim shilingi 800,000, mali ya Michael Laiza Lotoiko. Na kabla ya kumwibia vitu hivyo, alimpiga panga sehemu mbalimbali za mwili wake, jambo ambalo ni kosa kinyume na kifungu cha 280 cha sheria namba 6 ya mwaka 2018, sheria ya Zanzibar. Kesi hiyo ilifunguliwa tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka 2025 na idadi ya mashahidi 5 walitoa ushahidi wao na mahakama kumtia hatiani mshtakiwa na kumhukumu kutumikia chuo cha mafunzo miaka 6. Kutoka mahakama ya mkoa wa Mjini Magharibi Mazizini, Salma Khamis wa habari za Mawio. Mama aliyemtupa ufukweni mtoto wa kiume mwenye umri wa miezi 4 amekamatwa huko Kwalila. Tujiunge na Ridwana Khamisi kwa taarifa zaidi. Jana tarehe 21 mwezi huu, kipindi cha Mawio kiliripoti tukio la kikatili la mtoto mchanga wa kiume mwenye umri wa miezi 4 kutelekezwa katika ufukwe wa pwani ya Bweju na mfanyaji wa kitendo hicho kutofahamika baada ya kutokomea kusikojulikana. Hatimaye umesibu usemi wa wahenga kuwa mbio za sakafuni huishia ukingoni baada ya kubainika mtuhumiwa aliyefanya ukatili huo na kutiwa mikononi. Haji Hussein Hassan, kiongozi wa askari jamii shehia Bweju na Dongwe, ameeleza waliofanikiwa kumtia mikononi mtuhumiwa. Ilikuja kesi kwamba mwanamke alimtupa mtoto kule telekeza, na sisi hatukusita baada ya kupokea simu za raia wema. Yule mtu ambaye anoshutumiwa kumtelekeza mtoto sasa yuko hapa. Kwa sababu hapo tukachukua gari letu na kumfuata mpaka baa ya Kwalila. Pale nje tunakuta raia tayari washamzongea na wanataka kumzuru kwa jambo alilolifanya. Kwa bahati sisi tukamchukua mpaka kwa shehia Bweju na tukamhoji na akakiri kwamba ni kweli yeye ndo alifanya tukio hilo la kumtelekeza mtoto kwa sababu ya ugumu wa maisha ya mtoto na aliyokuwa nao yeye, na akasema kisingizio kwamba baba mtu hapeleki huduma, na sisi tukamchukua mpaka kituo cha polisi Haji. Aidha, sheha wa Bweju Mariam Pandu amekemea vikali vitendo vinavyopelekea kutokea kwa matukio kama hayo ya uhalifu. Zanzibar njema heya si mjo huo, waje kwa heri, waje kwa busara, heya si jambo la kujuza. Na saha zangu mtoto kama hamtaki mtu ampeleke serikalini, aseme mie huyu mtoto kanishinda sina cha kumlisha, kamkabidhi mikono salama, lakini kama kamtupa pale katokea mbu, akitokea kitu chochote kibaya. Na saha zangu mie kesi za mtoto hamtaki, ende serikalini tu, aje anyambie mie samuongoza sampeleka ustawi, ukaseme matatizo yako kama kushindwa. Mawio na ripoti taarifa hii. Mtuhumiwa Zawadi Ramadhani Mgambo mwenye umri wa miaka 24, mkazi wa Bweju na mwenyeji wa mkoa wa Morogoro, Tanzania bara, alikuwa anashikiliwa katika kituo cha polisi Paje kwa hatua za kisheria. Nikiripoti kutoka mkoa Kusini Unguja, Ridwana Khamis wa habari za Mawio. Na msikilizaji, kila chenye mwanzo kikosi kwa na mwisho. Kwa niaba ya maripota wetu wote waliotutumia habari, mimi ni mtangazaji wako Aziza Hassan, msimamizi wa kipindi ni Msham Juma. Tunawatakia wote asubuhi njema na kila la kheri.